nisamehe. Toka. Nimesema toka. Nimesema ondoka. Toka kimoja moja. Toka. Mke wangu, unaongea na nani hapa? Acha kulia. Na mimi kila siku nakwambia maombi ni kitu muhimu sana. Bora nife. Unajua nini kaka? Hali ya mke wangu inazidi kuwa mbaya. Sasa hivi imefikia hatua mpaka anaamka usiku na kulia tu. Unaelewa kulia kaka? Yaani analia. Sasa kinachonichanganya akili na kinachoniumiza akili ni kitu hichi kimoja. Nikimuuliza sasa, unalilia nini? Unaongea na kina nani? Hajawahi kuniambia na hataki kuniambia. Hilo ndo linaloniumiza akili mimi. Yaani sielewi nifanye nini. Pole sana kaka. Inaonekana zaidi haya mambo ya kishirikina yanamsumbua mke wako. Kivipi Kaka, kama unaweza kuamka usiku unamkuta mtu analia, anaongea peke yake, anayeongea naye umuone, unafikiria nini? Alafu nafikiri ili swala jana wala leo. Sasa kushauri kitu, hebu jaribu kumtafuta mmoja wa ndugu yake, aidha mama yake au kaka yake, ongea naye kuhusu hili swala. Wanaweza kuwa wanalitambua vizuri na ukaweza kupata msaada, ukawa na amani hapo. Hilo ni wazo zuri sana Kafe, na kama ningelifahamu tokea mwanzo nilikwisha waambia, ila sijapoteza muda sana. Acha kesho nimpigie mama yake simu. Kwa nzuri sana. Basi acha mimi niende tu nyumbani. Nafikiri Mungu akutangulie. Mazonge amenikumba, sioni wangu njiwa. Anisaidie, nitoke nilipo nimuvumie. Naziba mbala mwezi, na ungo aibu imezidiwa. Misiwezi nilewe, oh. Mazonge amenikumba, sioni wangu njiwa. Anisaidie, nitoke nilipo nimuvumie. Naziba mbala mwezi, na ungo aibu imezidiwa. Misiwezi nilewe, oh. Kuna muda natamani
tukaseme ili watu wajue kinachoniumiza kichwa. Mke wangu Tina. Deme wangu. Nimefanya yote haya kwa sababu ya amani yako wewe. Naamini ukienda kwa mama unaweza kumweleza matatizo yako yote. Kwa hiyo kesho inabidi uende kwa mama. Tatizo lako mume wangu, unapenda sana kulazimisha mambo. Lakini tambua kuwa mimi si kuwa tayari kabisa kwenda kijijini. Wewe hujui tu mume wangu. Wewe unahitaji amani. Na kila binadamu kwenye maisha haya, amani ndio kila kitu. Na mimi furaha yangu ni wewe kuwa na amani. Kwa hiyo naomba samahani uende kwa mama. Unampenda sana mama na kumwamini mambo yake. Lakini tambua mume wangu, mimi siko tayari kabisa kukupoteza. Lakini kwa vile umeamua kuwa mimi niondoke niende kule kijijini, ni sawa. Mimi nitaenda hiyo kesho. Haiko tayari kunipoteza kile. Kama penzi taa kwako nimewaka, siwezi kuzima. Eti Mama Tina, nimeanza kuwa na imani na wewe. Naona binti karejea. Na jambo ambalo limenileta kwako ni moja tu. Ufanye upesi. Binti yako ajiunge na chama chetu. Maana bado hana mhuri wa chama. Sawa mkuu, nimekuelewa. Kama unavyofahamu, ili Tina aweze kujiunga kwenye chama chetu, lazima atoe sadaka. Na sadaka hiyo lazima atoe mtu wake wa karibu. Na mtu wake wa karibu ni mimi hapa. Sina nisaidiaje kwa hilo mkuu? Nadhani hapa si mahala pa kuongelea hili swala. Usiku wa leo kutakuwa na kikao. Hili swala tutalizungumzia. Kwa sasa hivi mimi naomba tu niondoke. Basi sawa. Sawa. Mpenzi wangu, mbona umechelewa hivi? Mbona nimewahi sana? Unajua nilikuwa na dharura kidogo. Dharura gani hiyo? Na unajua kabisa natakiwa tuwahi kwenye eneo la tukio kabla hao wengine hawajafika. Lakini muda wetu sasa na tuko wenyewe.
Vipi? Mbona unaangalia sana? Saizi unazidi kupendeza tu. Kawaida yangu kupendeza. Si unajua tena. Pumbavu gani ambao mnaofanya hapa? Ina maana mnawahi kilingeni kuja kufanya ujinga wenu, hasa mko kwenye mavazi ya uchawi na mnajua kabisa masharti hayo mavazi. Samahani mkuu. Ina maana ulifanya ujinga ili uje uombe msamaha? Dawa yenu iko jikoni inachemka. Mkuu, mbona makasiriko? Kuna panya wawili wanachafua kilinge changu. Hao wawili. Na unajua kabisa masharti haya mavazi yetu ya kichawi. Unapofika katika kikao cha hichi kilinge, hairuhusiwi ufanye mapenzi ukiwa kwenye mavazi ya kichawi. Mkuu, nafikiri inafahamika. Mtu akishakosea, anachapwa adhabu. Adhabu hiyo unaichemsha. Muda si mrefu nitatoa adhabu kwao. Nadhani kilichotuleta hapa ni kitu kimoja tu. Ni swala la Mama Tina kuhusiana na mtoto wake. Mama Tina, umekuwa ni mtu wa kulukaluka sana. Binti yako hutaki kumleta kabisa kujiunga na sisi katika chama chetu. Binti yako hana kabisa muhuri. Tunahitaji umlete haraka hapa tumgonge muhuri katika kilinge chetu, ajiunge na chama chetu cha uchawi. Mkuu, unafahamu na hilo linafahamika. Ukiwa unataka kujiunga kwenye chama chetu, lazima utoe sadaka. Tena sadaka hiyo ni ya mtu wa karibu. Na mtu wa karibu niliyebaki ni mimi hapa. Nilikuwa naomba unisaidie kwa hilo mkuu. Mkuu, najua Tina kaolewa mkuu. Hata hivyo anaweza kumtoa mume wake mkuu. Au nalionaje hilo mkuu? Mama Tina, umemsikia kijana? Naomba ufanye wepesi uweze kumleta binti yako katika kilinge agongwe muhuri wa uchawi. Sasa hivi ni usiku na tuna kikao mwaliko, inabidi tuende kwanza kwenye mwaliko wetu. Mama, umeamka muda mrefu. Ndiyo. Tuna mwanangu, umebadilika sana. Sijakulea hivyo. Sio uliyekuwa unaamka asubuhi mapema, unafuata maji, unafagia. Na wewe kuamka saa 5 kweli? Nisamehe mama wangu. Yaani nimechoka. Hem, tuachane nayo. Nina mambo muhimu ya kuzungumza na wewe. Hem, tukae mara moja. Sawa mama. Tina mwanangu,
Samahani kwa hiki ninachokuambia binti yangu. Ninafanya hivi kwa sababu nakupenda sana. Ndugu niliyebakiwa nao ni wewe peke yako. Sina sehemu yote ya kushika isipokuwa ni wewe. Naomba unielewe kwa hivi nitakayoenda kusema. Mama, sielewi chochote kile unachokizungumzia. Kwani kuna nini mama? Mwanangu Tina, ni wakati wako sasa wa kukamilisha lile swala la kujiunga na uchawi. Mama, ina maana haya mambo bado yanaendelea tu mpaka leo? Hapana mamangu, mimi siko tayari kabisa na hiki kitu. Nimekuelewa mwanangu, ila hili ni lazima, na kikombe hiki nimekibeba mimi mama yako. Sasa kama kikombe mama umekibeba wewe, kwani unalazimisha mimi nikinywe? Mwanangu, endapo utakataa swala hili, utaliwa nyama kama baba yako. Kuna muda natamani niyaseme ili watu wajue, kinachoniumiza kichwani nikisema wewe ndo mamangu mie. Kuna muda natamani nijitoe uhai nijiue, nafsi na sita wapi nitapita. Mama kamua niwe mchawi kama yeye natisha, nafsi na sita wapi nitapita. Mama kamua niwe mchawi kama yeye natisha, bora nife. Bora nife. Bora nife. Bora nife. Bora nife. Bora nife.